maisha jifunze kuheshimu kila mtu unayekutana naye, kwa sababu kwenye maisha tunahitaji watu, na jifunze kutokuwadharau watu, kwa sababu kuna mtu unamuhitaji kwenye maisha yako. Inawezekana hana hela ila ana connection. Inawezekana kabisa hana msaada wowote wa kiuchumi, hawezi kukupa hata shilingi 100, hawezi kukupa hata senti, ila ana connection. Anaweza akakuunganisha na watu ambao wana kitu unachokitafuta wewe. Kwa mfano, kwenye Biblia kuna habari za yule mfanyakazi wa Naamani mwenye ukoma. Alikuwa hana title yoyote, yule binti wa kazi alikuwa na connection na nabii, na huyu binti wa kazi akamsaidia Naamani alipoumwa ukoma, akamwambia mimi kuna nabii namfahamu na kupeleka huyu. Ukikutana naye matatizo yako yameisha. Unaweza ukamdharau kwa sababu ni binti yako wa kazi, hana elimu kama ya kwako, hana exposure kama ya kwako, lakini ana connection na watu ambao wana kitu ambacho unakihitaji, ambacho kitakusaidia uweze kuvuka mahali fulani. Na ndio maana jifunze kuheshimu watu, kwa sababu kila unayemuona Mungu ana kusudi na maisha yake. As long as una Mungu ndani yako, usitembee na kile watu wanasema juu yako, tembea na kile Mungu anasema juu ya maisha yako, kwa sababu kuna watu wanaweza akakutazama wakakudharau, wasione kusudi la Bwana ulilolibeba. Lakini nataka ufahamu hivyo hivyo, na mahali unakopita hivyo hivyo, kuna kitu Mungu amekubebesha. It is just a matter of time. Wanaokudharau leo, wape muda, kuna saa inakuja wataona ulichobeba kwa jina la Yesu, na kile ulichobeba kitakuondoa mahali ulipo na kitakuketisha na wakuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usijidharau, wewe ni mtu wa muhimu sana. Ile kwamba unapita mahali pagumu, my dear, nyakati ngumu huwa hazidumu, zinaisha. Kwa nyakati ngumu zisikufanye ukajiona ufai. Mungu ana kusudi na maisha yako kwa jina la Yesu.